أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo tumejikusanya hapa katika kukumbushana katika swala zima ambalo kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu amelitilia sana mkazo katika kitabu chake kitukufu Qur'anul Karim. Na swala hili insha Allah katika kipindi chetu hichi cha leo kitukufu tutapata kuona umuhimu wake, na kipindi chetu kitazungumzia kunako umuhimu wa kuwafanyia wema wazazi wawili. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa hakika nitasimulia kisa ambacho kuwa kilitokea katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja alimjia kijana, jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala ya Rasulullah. Alikuja kijana kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna abi ya'khudhu mali, kwamba hakika baba yangu ananichukulia mali zangu. Inna abi akhadha mali. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li rajul idhhab fa'tini bi abik, nenda uje hapa na baba yako, kamlete baba yako hapa nilipo. Fanazala Jibril alayhi salam faqala inna Allah yuqri'uka as-salam wa yaqulu idha jaa ash-shaykh fasalhu an ash-shay'i qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhnah. Atakapofika huyu mzee wa huyu kijana, muulize kitu gani ambacho kuwa amezungumza katika nafsi yake, na kitu hicho hayakusikia masikio yake mawili. Falamma jaa ash-shaykh qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma zala ibnuk yashkuka annaka ta'khudhu malahu, bado mtoto wako anaendelea kukushtaki kwangu mimi kwamba unamchukulia mali yake, unamuibia mali yake. Qala, akasema huyu shekhe, huyu mzee, salhu ya Rasulullah, hal unfiquhu illa ala ihda ammatihi au khalatihi au ala nafsi. Muulize huyu mtoto wangu, je, hii mali mimi naitumilia katika matumizi yangu ambayo kwa naitumilia, je, si naitumilia pasi na kuwalisha katika familia yake, ammatihi, shangazi zake, au khalatihi, au mama zake wadogo, au ala nafsi, au mali hii sinaitumilia katika kujilisha mimi nafsi yangu. Akamwambia, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, da'na min hadha akhbirni an shay'in qultahu fi nafsika ma sami'athu udhnak. Tuachane na hizi mada za kumuuliza huyu kijana. Nataka nikuulize kitu kimoja, niambie kitu ambacho kuwa umekisema wewe katika nafsi yako, na kitu hichi ambacho kuwa umekisema masikio yako hayakusikia. Baada ya kusema hivi mzee huyu, basi akamwambia, nitasema hichi ambacho kuwa nilikisema katika nafsi yangu ambacho kuwa masikio yangu hayakusikia. Qala ash-shaykh ghadawtuka mauludan wa ultuka ya fi'a ta'allu bima ajni alayka wa tanhalu. Mzee anasema kwamba nimekulea kijana wangu ulipokuwa mdogo na nimekuhudumikia mpaka umefikia kiwango kwamba una afya mzuri. Idha laylatun nalatka bishajwi lam abit lishakwaka illa sahiran atamalmalu. Pindi ulipokuwa mdogo, unapopatwa na tatizo, mimi baba yako sipati raha ya kulala usiku mzima na kuwa na mawazo na huzuni, kama kaanni ana almatruq dunaka billadhi tarakta bihi duni wa aini tahmalu. Kama lile tatizo limenifika mimi, mfano wewe unaumwa, lakini mimi nakuwa na huzuni, napata tabu kama lile tatizo la ugonjwa kama niko nalo mimi vile, usiku mzima na huzunika.
usiku mzima na kesa kwa ajili yako, na macho yangu yanatoka machozi. takhafu rada nafsi alayka wa innani la a'lama anna al-mauta hatmun muajjalu, nafsi yangu inakuwa inahofia kwamba mtoto wangu anaumwa, mtoto wangu ana matatizo, naogopa kwamba wewe utakufa kwa hakika mpaka, lakini nafahamu kwamba mauti ni kwamba Mwenyezi Mungu ameyapanga. Kama amekujalia una haki ya kuishi, unaishi. Kwa hivyo najipa moyo mwenyewe. falamma balaghta as-sinna wal ghayata allati ilayha mada ma kuntu fika uamilu, pindi ulipofikia kiwango cha kwamba wewe umekuwa kijana mkubwa, kiwango ambacho kuwa mimi mzazi natarajia kwamba nitachuma kutoka kwako matunda. ma kuntu fika uamilu, nimekuwa sasa mimi sina mategemezi kwako wewe kwa jinsi ulivyobadilika. ja'alta jazai ghilzatan wa fadadatan ka'annaka anta almun'imu almutafaddilu, umejalia malipo ya mambo yote yale mema niliyokufanyia na nikakulea tokea ulipokuwa mdogo mpaka umekuwa mkubwa. Umejalia malipo yangu ni kunidhalilisha na kunikasirikia na kunifedhehesha. Kaannaka anta almun'imu almutafaddilu, kama vile wewe ni ambaye kuwa unatoa neema, umenineemesha mimi kama wewe vile unachukua manzila ya Mwenyezi Mungu kwamba unaneemesha, unanineemesha wewe. falaitaka idh lam tara haqqa ubuwati fa anta kama aljaru almujawiru yaf'alu, laiti wewe kijana wangu usende zingatia haki ya uzazi, ukanipa haki japo ya jirani tu, basi kwangu mimi ingekuwa ni bora kuliko hivi ulivyonifanyia. Fabaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akaanza kulia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqala ma min hijrin au madrin yasma'u hadha illa wabaka, hakuna mtu yoyote yule ambaye kuwa moyo wake ni mgumu, mtu ambaye kuwa ana moyo mgumu anasikia maneno haya ambayo kuwa mzazi huyu mzee baba anayazungumza kwa mtoto wake, isipokuwa analia kutokana na alivyoamiliana na mtoto wake muamala mbaya sana na kumfedhehesha. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fatanazzalat al-aya min as-sama wa tawsiyat min Allah tabaraka wa taala, zikateremka aya kwa Mwenyezi Mungu na wasia kutoka kwa Mwenyezi Mungu jalla fi ula. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, amesha hukumu Mola wako asiabudiwe yoyote yule isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu. Wa bil walidaini ihsana, na kuwatendea wema wazazi wawili. imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma, wazazi hawa wawili watakapofikia uzee hali ya kuwa wako katika riaya yako, hali ya kuwa wapo katika maisha unaishi nao pamoja. fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, basi wazazi hawa hutakiwi uambie hata neno dogo tu au kuwafokea au kuwatolea maneno mazito, na uwekee upendo. Mwenyezi Mungu amesema hapa, kama ametoa mfano kama bawa la upendo, amemaanisha hapa kwamba wazazi wawili uoneshe upendo, wahurumie wale wazazi wawili. wakhfidh lahuma janaha dhulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, na umuombe Mwenyezi Mungu, ewe Mwenyezi Mungu, warehemu wazazi wangu kama walivyonilea mimi hali ya kuwa ni mdogo. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa hakika tumeona jinsi ya huyu kijana alivyomdhalilisha mzazi wake kwa kwenda kumshitaki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tu mzazi amechukua mali, alikuwa anatumia mali ya baba yake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoa jibu gani baada hichi kisa kupita? Mtume Muhammad amesema kumwambia yule kijana, anta wa maluka li abika, kwamba wewe na mali yako nyote nyinyi
ni mali ya baba yako, ana haki ya kutasarrafu vovote vile anavyotaka. Ana haki ya kuchukua mali yako, ana haki ya kukutuma wewe, na wewe una haki ya kumtumikia baba yako mzazi wako. Kisa kikamalizia hapo, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake anasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridha alwalidaini wa sakhtu rabbi fi sakhti alwalidaini, ridha za Mwenyezi Mungu kwa mja wake zinaambatana na radhi za wazazi wawili, na hasira za Mwenyezi Mungu kwa mja wake zinaambatana na hasira na ghadhabu za wazazi wawili. Kivipi? Unapowaridhisha wazazi wako kwa kuwafanyia wema, wakakuridhia wazazi wako, basi kaa ukijua kwamba wewe una radhi kwa Mwenyezi Mungu jalla fi'ala. Na unapowakasirisha wazazi wawili, basi kaa ukijua kwamba wewe umekasirikiwa ni Mwenyezi Mungu mtukufu. Na maisha yetu ya kisasa, unagundua kuna vijana wengi, kuna watu wengi hawafanikiwi katika maisha yao. Wakiuliza sababu ni nini, kuna baadhi ya watu wanafikia muda wanasema kwamba mimi nimerogwa, mimi watu wamenifanyia ubaya. Hapana, wewe haujarogwa, wewe umejiroga nafsi yako mwenyewe. Hakuna ambaye kuwa amekuhusudi. Kivipi? Wewe umedharau wazazi wako, umewadhalilisha wazazi wako, na hii ndiyo sababu ya kwamba wewe maisha yako hautofanikiwa. Na hili jambo hili sio kwamba ni jambo ambalo kuwa ni la kusema kwamba hautofanikiwa, labda ni jambo ambalo kuwa ni la kawaida tu, bali hili ni jambo ambalo kuwa ni lazima. Na imepokelewa katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba makosa yote Mwenyezi Mungu anayasubiria mpaka mja siku ya Kiyama anampa adhabu, anamwadhibu, isipokuwa kuwatendea uovu wazazi wawili. Unapowatendea ubaya wazazi wawili, basi Mwenyezi Mungu anakutangulizia adhabu yako duniani, na kesho akhera pia unakwenda kupata adhabu. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, na kuhusieni katika swala zima la kuwafanyia wema wazazi wawili, na kwa hakika mafanikio yetu yapo katika kuwaridhisha wazazi wawili na kuwafanyia wema, kama ambavyo kuwa ametuhusia Mwenyezi Mungu mtukufu na ametuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa haya machache namaliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.